Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji wa kipindi chetu, leo tena tumekutana na Ustadh Shafi katika kuelimishana, lakini leo tutajadili jambo ambalo ni muhimu sana na ambalo ni la lazima kwa jamii yetu kulifahamu. Ni jambo la kukubali ukweli na kuambia ukweli. Na changamoto ambayo iliyopo Ustadh Shafi, na hili ndio maana nimependelea tuje tuliweke wazi, kwa sababu kuna watu bana akishajua tu ni fulani anasema, hata kama hicho kitu kinachosemwa ni sawa kiko nani, lakini kwa sababu ni yule tu, basi kile kitu kinakuwa hakifai. Kuna mtu mwingine akisema kitu hata kama ni kibaya, kwa sababu kasema fulani tu ni kizuri. Sasa hii imekaaje, na hii tunaiwekaje sawa katika jamii? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا شكرا. إلي سؤالي يعني سؤالي حساس، يعني سؤالي مهم sana. Watu kutokuwa na vipimo katika kuhukumu kwao na katika kupokea kwao mambo, bali aghlabu ya watu wanakuwa wanaenda na hisia, zao, wanakuwa wanaenda na ule ushabiki na ukereketwa, na kitu ambacho kwamba katika mizani ya haki si sawa. Kuna maneno ya Imam Ali huwa anapenda sana kuyarudia, nafikiri itakuwa sio baya kuyatumia tena. Imam Ali aliulizwa, ilikuwa ni katika vita vya Jamal, alhamdulillah, katika vita vya Jamal, upande ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib na baadhi ya masahaba wasiokuwa wachache, ni wingi. Upande ni kina Muawiya, ni kina Talha, ni kina Sayyida Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule mtu akaja kumuuliza Sayyidina Ali, mimi sijui niende wapi, huku uko wewe, huku yuko mke wa Mtume, sijui mimi niende wapi. Na Ali akamwambia, innaka rajulun malbusun alayk, wewe ni mtu ambaye kwamba mambo yamekudangamanikia, mambo yamekuchanganyikia, kuna kipimo cha kupambanua baina haki na batil. Akampa kipimo ambacho kwamba hicho kipimo ndio hicho ambacho kwamba akitumie ili ajua aende upande gani, asiangalie huku kuna nani huku kuna nani. Akamwambia, innal haqa wal batila la yurafani bi aqdari rijal, haki na batil hazifahamiki kwa vyeo vya watu. I'rifil haqa ta'rif ahlahu, ijua haki utawajua watu wake hata wakiwa wachache. Wa'rifil batila ta'rif ahlahu, na ijua batil utawajua watu wake hata kama wakiwa wengi. Kwa hivyo hiki ni kipimo alimpa, ni kipimo kikubwa sana. Usiangalie huku kuna Ali, huku kuna Aisha, la, angalia kwenye haki ni papi. Na bila shaka wala Arabi haki ilikuwa na nani? Ni Sayyidina Ali, na ndio maana yake baada yake wale walifanya nini? Walitubia. Sayyida Aisha radhiallahu ta'ala anha ardaha alitubia na akajuta, akasema ya right, ningebaki wapi? Nyumbani kwangu, nisingetoka nikaingia katika hii fitna. Kwa hivyo hicho ndio kipimo ambacho kwamba yatakane sisi tukichukue, kwamba kitu cha kwanza tufahamu haki ni ipi, ufahamu ukweli na upi na ni haki na ipi. Kisha baada hapo sasa ndio tujue tutasimama upande gani kupitia baada ya kuifahamu haki. Yani tusifahamu haki kwa nyuso za watu, kwa taito za watu, kwamba huyu ni shekhe fulani kadha. Tujue haki, ila haki ndio itakayotufahamisha ni wapi watu wa haki na ni wapi watu wa batil. Kisha baada ya hapo sasa, ukishaijua haki ni kushikamana nayo katika dalili na alama za muumini wa kweli, ni kushikamana na ukweli unapofahamu, kwa sababu balil insanu ala nafsihi basira. Binadamu anakuwa anajitambua yeye mwenyewe kuliko mwingine anavyomtambua. Binadamu inawezekana na ufahamu ukweli ni huu ndani ya nafsi yake, lakini dhahiri anajilazimisha kufanya kupinga.
Kama ilivyo mtu anaweza kujifanya anakubali kitu, kumbe ndani yake anafanya anakipinga. Sasa muumini tunaenda na dira ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yasema baada na'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi mlioamini mcheni Mola subhanahu wa ta'ala, wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na watu wa kweli. Hii ni katika ishara za mtu kwamba ni mcha Mungu, sababu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, taqwa kisha kuwa pamoja na ukweli. Usiwe mkweli peke yake, yatakikana uwe mcha Mungu. Ucha Mungu utaanza kufasiria ucha Mungu ni kitu ambacho kwamba hakionekani, ni kitu maanawi, sio kitu hisi kinachoonekana. Kitafasiriwa na matendo yako, na katika matendo makubwa yenye kufasiri ucha Mungu wa mtu ni as-sidq. Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, kweni pamoja na wakweli. La, kumbe haitoshi mtu kuwa mkweli peke yake, la, yatakikana pia awe pamoja na watu wa kweli walionyoka. Na utawafahamu tu watu ambao kwamba ni wa kweli katika maneno yao, katika vitendo vyao, katika misimamo yao, mawaqif, hasa hizi mawaqif ambao wale ambao la yakhafuna lawmata laim. Naam, la yakhafuna lawmata laim. Hao ndio wa kweli, wasiogopa lawama za mwenye kulaumu. Ndio baki asema kwenye mawaqif, kwenye misimamo hapa ndipo ambapo kwamba kunako wapambanua wa kweli na warongo, ndiko kunako tupambanulia baina al-ghathi was-samin. Mawaqif, haya mambo, misimamo ndio ambayo kwamba wenye kutu ndio chungio. Najua ile chungio, ushaona ghirbal, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Istiqama yatakani iwe na sidq, haiwezi kuwa istiqama basi na nini, basi na sidq. Huwezi kuwa na msimamo kunyooka basi na kuwa na nini, na ukweli. Na sasa Shafi, kitu ambacho cha kuelewesha katika jamii, kuna nilivyoangalia kwa haraka kitu cha kwanza kwamba jamii yetu tuliyokuwa nayo, sawa, kitu cha kwanza inaonyesha kwamba wao ni watu wa hamasa kama ulivyosema, na ushabiki. Na shabiki mara nyingi huwa atumia akili, kwa sababu ule ushabiki wenyewe ni kizibo cha kuzuia mtu kutumia akili. Yani shabiki huwa haonagi makosa kwa yule anayemshabikia, bali wala haoni usawa kwa yule ambaye kwamba yuko dhidi yake nani nyuma yake. Sasa kitu cha kwanza kwamba tuna jamii ambaye inashabikia, sio ambayo inaelewa na inajifunza. Kitu cha kwanza tuseme sasa kwamba ili mtu apate kuelewa lazima awe anatafuta ukweli na atupe ushabiki pembeni. Na kitu kingine pia wajaribu kwamba kuelewa ukweli ni upi. Wasielewe wa kweli ni wapi kwanza. Waelewe ukweli, ndio watawafahamu wa kweli. Watawafahamu watu wa kweli na kina nani. Na kitu kingine ambacho pia Shafi katika jamii ieleweke kwamba mtu anaposema ukweli, hata kama ule ukweli, kuna watu wengine, kuna darasa moja uliongelea kwamba inaonekana watu wengi ilikuwa ni masala ya maulidi ile, walivyosema kwamba kama maulidi yatapingana na sheria za Allah, kwamba kuasi Allah, bora maulidi yaondoshwe. Kama utashindwa kucontrol kile kitu. Lakini unakuta mtu bana anachukua ile nani, anasema kwamba huyu anaharamisha nini maulidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anashabikia na ajui kwamba huyu amesema kwa lengo gani. Sasa unakuja kuona kwamba target kubwa tena inarudi pale pale. Na kwamba kile kitu ulichokisema kwa sababu kiko katika upande wake yeye hawezi akakikubali kwa sababu ya ushabiki. Sasa ni kitu gani ambacho kingine unaweza ukaiambia jamii pia? Sasa hapo yani kadhaya ni hivi, mara nyingine kitu unaweza ukakisema wewe ukafasiriwa kwa namna hiyo, lakini kitu hicho akaja akakisema mtu mwingine ambaye kwamba yuko upande wake, asema Sheikh ameongea kitu cha maana kweli kweli, lakini si hiki alikiongea Shafi jana ukakipinga. Kwa hivyo hapa yeye hajapinga kauli wala hajapinga msimamo, amepinga msemaji. Hiyo ndio shida kubwa.
Sasa hapo kwenye hamasa na mihemko, aghalabu ya watu wanaenda hivyo. Sasa watu wa elimu nao maskini ya Mungu wanajisahau. Mara nyingi wazungumzaji wanaogopa joto hilo la ufuasi na sekeseke la ufuasi. Kwa hivyo mtu anajua kabisa ukweli ni huu, lakini anajua nikizungumza hivi wafuasi wangu, mashabiki zangu watafanya nini? Watakuwa kinyume na mimi, watakuwa dhidi yangu, kwa sababu haya mambo yanawagusa. Kwa hivyo unakuta nao wanaenda na nini? Na upepo wa wafuasi. Mara nyingine unaweza kusema kitu sema si kweli, lakini sasa unajua tukisema hivyo watu watatuonaje? Watu wataonaje? Hivi mara nyingi mashekhe tunaongea nao, lakini unajua tukisema hivyo watu watatuonaje? Ala, wewe watatuchukuliaje? Ala, kumbe wewe wajinga au wafuasi wako ndio dira yako, sio wewe ndo dira yao. Unajua ahlul ilmi sisi ndio itakane tuwe dira, ndio tuwaongoze watu. Yani sisi ndio tumesoma hivyo, wao hawajasoma. Yani itakuwaje mjinga akupangie kwamba sema hiki usiseme, au ikiwa utasema kitu fulani wafuasi watakuletea, ushaona, watakuwa kinyume na wewe au hawatakushabikia wewe, unakuwa unawafuata wao. Maana yake sasa wewe ni katika abadatul jumhur, unaabudu jumhuri ya watu, humwaabudi Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lazima utafute wewe sasa ndio uelekeze wale. La, wewe ndio utakana uchore njia, wale wafuate. Wewe ndio dira, wao wafuate tu. Sasa unajua sisi watu wanapenda sana ule wingi wa nzi. Wingi wa nzi ndio tatizo. ambao hauna maana. tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ushaona, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Au katika ile suratul Kahfi Mwenyezi Mungu anasema tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Unafikiri wako macho, kumbe watu wamelala zamani. Kama ni mtu anakuwa na jeshi kubwa, tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud, kumbe uko mashariki uko magharibi. Afadhali uwe na watu wawili watatu, lakini wao ni watu wako macho. Lakini hakuna maana kuwa na grupu kubwa. Mathalan sasa hivi isma tariqa ni wingi, vijana wa kitariqa ni wingi, lakini kwenye kadhaa hizi za kitariqa, katika kadhaa za tasawuf, najua sisi tunazungumza mambo haya ya tasawuf, hatuzungumzi ile tariqa taklidia. Aghlabu watu wanapenda ile mazungumzo ya yale yalozoeleka. Tukae sio tuanze kuzungumza karama za wali fulani, sio kuna shekhe fulani sio alikuwa anaenda kusoma kwa maiti, sio yani na story kama hizo watu wengi wanapenda. Yani zile umuru taklidia. Lakini wakati uliokuwa nao tunahitaji islah. Tunahitaji tajdidul khitab. Ushaona? Inabidi yale mazungumzo pia yaupdateiwe. Ile namna ya kufikisha ule usufu pia ufanye nini? Uupdateiwe, uboreshwe, urepewe kulingana na wakati ambao kwamba tuko nao. Sasa wakati huu tunapofanya islahi, kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba ni katika dharuriyati ya marhala tuliokuwa nayo, ni katika dharuriyati za zama tulizokuwa nazo, zinakuwa zinapingana na maslahi ya baadhi ya watu. Kwa hivyo zinapopingana maslahi ya baadhi ya watu, lazima watakushambulia, hawezi kuwa na wewe, watakuacha. Lazima watakuacha. Mara nyingine mtu yuko tayari kuvunja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala awe na nini? Jambo lake lenye maslahi yake. Lakini ukiwa kinyume na maslahi yake, hata kama wewe anajua kabisa huyu ndo ameshika la saa, hawezi kukuafiki. Kwa hivyo sasa nazungumza, sisi jamhuri sufi tuko wingi, lakini shababu sufia katika kadhaya wako wapi? Katika mawaqif wako wapi? Katika kutetea aqida wako wapi? Katika kutetea manahij zetu wako wapi? Hivi vijana wa kisufi tajifakhiri nao kwa kufanya nini? Kucheza na kukurukaruka na kukohoa. Ndio vijana wa kisufi. Huo ndio usufi. Hiyo ndio izza na adhama ya usufi. Hivi nyinyi mtawavutia kina nani kwenye usufi kwa kucheza na kukohoa? Na mtawavutia kina nani katika usufi kwa kupiga matari sana? Mtawavutia watu katika usufi kwa kueleza zile usufi, uhakika usufi, mahasin mazuri ya usufi, nini hakika ya usufi, mtu akishika njia ya tasufi itampeleka wapi, itamwepusha na nini, kadha wa kadha. Unajua sasa hivi kuna mtu mwingine unapogusa kwanza usufi,
inamhudhukia kwenye akili yake maulidi, kucheza na kwenda kuzuru makaburi. Kuna mtu mwingine ndo anaelewa tasawuf ndo. Kumbe tasawuf ipo katika riwaya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tasawuf maana yake ni tariqul ihsan, yani ni njia, ni manhaj maalum ambayo kwamba inakupeleka kufikia katika martaba ya ihsan, ambayo katika min daruriyat ad-din kabisa, min daruriyat ad-din, katika usulu din maulana. Sasa kitu ambacho tunachokiona Ustadh Shafi pia sasa tatizo, kabla hujaingia katika ile swali lingine, tatizo ni ad'iyau tasawuf, watu wanaodai tasawuf. Sasa ad'iyau tasawuf wamekuwa ni wingi na wamekuwa kana kwamba wao ndio wanaowakilisha usufi. Mara anatokea mwehu mmoja, mimi na majini bismi tasawuf au ala hay'a wa shakli as-sufia, mimi nafuga majini, sijui mimi mtu akinivuruga mimi nitamroga, mimi nitamuua. Huu ndio usufi? Hao ni wapumbavu, hao ni wehu, hao ni ad'iyau tasawuf. Hawa ni watu ambao kwamba wamekuja yakuluna bismi tasawuf, ni waganga njaa ambao kwamba watafuta tonge bismi tasawuf, ni wahuni. Naam, ni wahuni kama wahuni wengine, ni matapeli kama matapeli wengine, ni wizi kama wizi wengine, isipokuwa tu yale majini yanafanya nini, yanatofautiana. Ushaona? Lakini hawana tofauti wao na wale watu wa Mazingaombwe, hawana tofauti wao na wale manyaunyau. Wao na wao ni watu wamoja, isipokuwa sura tu ni tofauti. Kwa unavyoongea kama hivi, kuna mtu mwingine anakuja kabisa anaona kwamba unaongea makosa. Naam. Anasema kuna shabiki mwingine, ni ukweli, mtu kabisa anaona ni ukweli, lakini kwa sababu umeusema wewe haufai. Kwa sababu amesema Shafi. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Lakini haya maneno angesema mtu mwingine. La, Sheikh amezungumza vitu vizuri sana. Kwa mfano, kuna kipindi hapa, kuna bwana mmoja hapa alimshambulia Saida Khadija radhiallahu anha wa arba, kamuita mshangazi, Sheikh mshangazi yule. Sisi ndo watu wa mwanzo kuyakemea yale na kuwekea durusi, lakini tulipotoa zile durusi watu hawakuonekana, tulipingwa. Hawa wana yao, hawa wana chuki, hawa kadha, na baadhi ya vidamba pia vikatokea vikarekodi klipu kutushambulia sisi na kumuunga mkono yule aliyomtukana mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haikuchukua muda, angalia Allah subhanahu wa ta'ala karim, akatokea bwana mmoja Saleh Ahdali wa Kenya Malindi. Saleh Ahdali ni wao tukufu sana. Alipoongea yule Saleh Ahdali katuma ile klipu nikamwambia, huyu vipi na wanaogomvi na bwana watu kimya. Yule ni sawa, yule ni sawa, ila wewe wewe si sawa. Kwa sababu gani? Wewe haupo katika grupu lao. Tuko sana. Hii katika mifano tu ya karibu na yako mambo mengi. Tuseme sasa Ushafi bado changamoto kubwa tuna ushabiki. Changamoto kubwa ni ushabiki, ukereketwa, ule watu kutokuwa na vipimo ambavyo kwamba wenye kuvifuata. Alafu Ushafi kuna kitu kingine ukiachana na pia na ushabiki, itakuwa ni kitu cha kwanza ushabiki. Lakini pia kitu cha pili nisho realize kwamba ni watu pia maarifa. Inawezekana jamii yetu haina maarifa ambayo ya kutosha kupambanua usawa na nani. Jamii haiwezi kuwa na maarifa mpaka wafikie katika level hiyo ya kuweza kupambanua, isipokuwa lazima kuwa kuna watu ambao kwamba walowajenga katika namna hiyo. Sasa hawa watu wenyewe wanaotakana wajenge wameharibika. Tukuzu sana. Hawa watu wenyewe ambao kwamba yatakana waongoze waonyoshe, pia hawajafikia katika level hiyo. Wao maamuma huko watafikia vipi? Na ndio maana unakuja ukuta kuna kadhaa zingine kwamba ile kuna Waswahili wana msemo mmoja kwamba ni bora ukae kimya, watu wahisi kwamba ni mjinga mwenda wazimu au so mwenda wazimu, kuliko uje uongee udhihirishe kwamba wewe mwenda wazimu. Sasa Imam Ali anasema katika maneno yake, almar'u makhbu'un tahta lisani takallamu tu'rafu, mtu amestiriwa chini ya ulimi wake, zungumzeni mtajulikana. Sasa kuna watu wengine, kuna kadhaa zingine mtu unahisi yuko kwenye level fulani, akiongea
mpaka unastaajabu sasa hili jambo kweli hata huyu anafaa kusema. Sasa ukiongea tena wewe inakuwa ni changamoto. Sasa unaona kwamba sasa hivi kwamba mtu ambaye anayejua ndo mtu mmoja nilimuona, kuna mchambuzi mmoja katika mambo ya mpira alisema sasa hivi watu wenye maarifa inabidi wakae kimya ili wasio kawaudhi wale ambao wasiojua. Hadhihi mushkila. Hili ndo tatizo. Hayo maneno mazuri sana. Kwamba sasa hivi wewe mtu mwenye maarifa ukija ukazungumza ile la usawa, maana yake utaharibu soko la wale wajinga. Kwa maana yake sasa wewe atakana unyamaze, na ukiharibu soko lao watakushambulia. Kuvusa ni kana kwamba wanatuambia au wanawaambia watu wenye maarifa wanyamaze wasije wakaudhi wajinga. Maneno mazuri sana. Ndio changamoto tuko nayo. Hii ndio changamoto ambayo kwamba yani nuani biha. Na hapa pia Ustadh Shafi tunapoendea mbeleni inshallah biidhnillah. Inabidi hili kipindi chetu tu tunafanya live kwa sababu kama tutapata watu wengi pia tu tunaruhusu na pia maswali. Naam, ahsan. Yani ile ya mubashara kwamba mtu kama ana changamoto ama ana swali lolote kwa ajili ya kutengeneza jamii. Hiyo ni vizuri. Kwa sababu jamii ya sasa hivi hata Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna kitu kimoja ambacho pia Uislamu sisi hatuna. Ile wala taqfu ma laysa laka bihi. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Naam, hilo ni jambo ambalo kwamba limeharibu kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leza wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, wala usiandame kitu ambacho kwamba huna maarifa nacho. Usiandame kwa kusema, usiandame kwa kukihubiri, wala kukiitakidi kitu ambacho kwamba huna maarifa nacho. Kitu kama kukijui kiache kama kilivyo. Kwa sababu macho, masikio yako yote hautaulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi hatuna nini. Lakini pia kadhia nyingine, mara nyingine inakuwa mtu wengine wana chuki zao binafsi. Si ile chuki mtu anaihamisha hata mtu akizungumza ukweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wala kusiwapelekee kuwa na ugomvi na watu fulani, kuwa na ugomvi nao kusiwapelekee mkaacha kufanya uadilifu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, fanyeni uadilifu, ndio jambo lenye kuwakurubisha na takwa, ndio jambo lilo karibu na ucha Mungu zaidi. Fanyeni uadilifu. Lakini sasa hivi mara nyingine mtu kwa sababu anakuchukia tu, unajua Asif, kuna watu wengine yani mtu hujamfanya chochote anakuchukia tu kwa sababu wewe ni Shafi basi, au sababu wewe ni Ali basi, yani anakuchukia tu hivyo basi tu, yani nafsi yako tu, yani yeye hakupendi tu wewe kama wewe. Sawa, ni machaguzi yako, tunaheshimu machaguzi yako. Lakini sasa napokuja kwenye swala la ukweli, ninapokuja katika swala la ukweli, si mimi unaupinga ukweli. Kama tumetoa aya, unapinga aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala kama ni riwaya. Ushaona? Si mimi. Lakini hata mtume pia ametufundisha al-hikmatu dhalatul mu'min. Naam. Sasa ainama wajadaha fa huwa haqqu biha au akhadhaha. Sasa sisi pia hatupo katika ile lengo ile, ukiangalia kabisa ile wali ya fiha itakuwa. Naam, wali ya fiha maarib ukhra. Naam. Na inapofika hapo sasa mtu anasahau aya zote na hadithi zote na kila kitu. Sisi ni watu ambao tuko tofauti. Hata Saidina Umar alivyokuwa kwamba Ustadh Shafi kwamba alikuwa akisema kwamba Mungu amrahamu mtu ambaye aliyokuja kunipa mimi aibu zangu. Yani mtu mwingine anafurahi kwa sababu leti nikifa hizi aibu zangu sitaweza kujirekebisha kwa sababu tayari nimesha. Mwenyezi Mungu amrahamu aloniletea kasoro zangu, alionionyesha aibu zangu. Allah Subhanahu wa Ta'ala amrahamu Saidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu warda. Hii maneno mazito sana. Sasa hivi mtu akikuonyesha zile aibu zako au kasoro zako ni adui huyo. Huyo ni adui. Inakuwa ni vita. Sasa kwani yani mtu asipokuwa kuambia kasoro zako, zile kasoro zako ndio zitakuwa kamilifu? Au sababu kwa ni kasoro tu? Si bora mtu akwambie usirekebishe. Uambie ukweli, ubadilike kuliko usifiwe endelee kupotea. Ndio, unajua mara nyingine hata hawa watu ambao kwamba mahasidi na nini, mara nyingine hawa Shafi ni watu muhimu sana. Sababu wanakusaidia huko. Wanakusaidia. Mara nyingine yeye anasema kitu, anaona ni kwamba
anakuchafua. Lakini mtu mwenye akili, mtu akikisema kitu kuhusu unakisikiliza, afu unaenda afu unakitathmini, kweli hili mimi nalo. Kama hunalo umesingiziwa, weka pembeni, atajua na yeye na Mola wake. Lakini kama lingine la kasoro kweli uko na ili bwana amesema huyu kwa lengo la kunichafua au kunitukana, lakini ili amenifungulia ili mimi kwa sijui, lakini ili kweli niko nalo na ni aibu au ni kasoro hii, mimi niko narekebisha. Lakini inahitaji watu wenye imani na usafi. Na ndio mmoja aliandika kitabu, nafikiri akakipa unwani shukran lakum ayyuhal aada. Mashaallah. Watu wenye usafi. Shukran lakum ayyuhal aada. Shukrani kwenu enyi maadui. Kwa sababu adui anafanya jambo kwa lengo la uadui, anasema kitu kwa lengo la uadui, lakini wewe ukija ukilitathmini na kusogeza, unajirekebisha. Adui anafanya kitu kwa lengo la kukuumiza, anafanya mashindano na wewe kwa lengo la kudhalilisha, lakini wewe unafanya nini? Unafanya bidii, unazidi kusonga mbele ili usipate shamatatul aada. Unasonga mbele. Tuseme hata hichi kitu pia ndio kipo ambacho tuko hata katika hizi madhhabi zetu, tukiwa kuna kitu kingine ukiongea ambacho kiko kasoro, yani ukitoka kasoro unaonekana wewe sio mtu, inakuwa ndio hivyo. Kama hivi labda tukija islah katika madhhab zetu, tukianza kufanya islah na tambihat katika manahiji zetu, tunaonekana si katika sisi huyu takwa. Sasa ukisema hivi huyu itakuwa dhehebu fulani, ukisema hivi sasa huyu mtu itakuwa mpweza au kuna watu wengine wanasema unanunulika kwa shilingi ngapi, yani kwa sababu tu umesema nani ushauri. Alafu hajibu kwa mfano kama haya mawaqif yangu ya islahi, si jambo nimeanza kulisema, kuna fahamu, si jambo nimeanza kulizungumza juzi wala jana, ni wewe tu leo ndio umenisikia. Na sasa kuna baadhi ya watu wanajua, wanafikiri labda itakuwa kuna kitu fulani labda kimemsukuma aseme hivi, itakuwa kuna kitu la. Hai ni mawaqif tunayo toka sisi, toka mimi tunafahamiana, mimi tulikuwa na mawaqif tunayozungumza haya, tumeandika, tumeyasemea katika khutba, katika durusi, katika mihadhara, si jambo la juzi na jana. Hata ile swala la mfano la Shia ni swala ambalo sasa hivi baadhi ya watu ndio wanaanza sasa hivi. Lakini unajua kuna kitu kingine pia, unajua watu hawadanganyi siku zote, uongo huwa ndio urongo wa udumu. Unaweza kumdanganya mtu muda mrefu, lakini siku akija akigundua atakudharau sana. Ndio kwa sababu ulikuwa unamna nini. Hata sasa hivi mfano Ushia, watu wengi sasa hivi naanza kuona kwamba wanaanza kuelewa kwamba Ushia ukoje, propaganda zilizoenezwa dhidi yao ni zipi, ukweli ni upi, urongo ni upi. Lakini wewe ulipoanza kusema vile kipindi kile unaonekana huyu mtu amenuliwa, huyu mtu kadha, huyu mtu kadha. Kwa sababu hatujazoea watu kuwa na ile insafu, kwa sababu hatujazoea kukubali ukweli na hatujajizoesha kuwa ukweli. Yani sisi tumejizoesha kuwa mashabiki, na ushabiki kwa maana ushabiki, mimi nikiwa upande huu ni halali, upande ule wa pili kuwatukana, kuwasingizia, kuwachafua, hawana zuri, yote haya ni halali. Ndio ushabiki na ndio sisi tulivyojiweka. Alafu na hichi changamoto kubwa tuko nayo, na ndio maana jana nilipita katika msikiti mmoja katika misikiti ya Mawahabi hapa, akizungumzia kuhusu Shia, asema Shia siku ya Ashura wanalia, wanaomboleza kifo cha huyu mjukuu mtume, huyu Hussein, huyu wao wanamuita imamu. Hakuna kuita maswahaba imamu. Hii ni misamiati ya Kishia kumuita huyu Hussein imamu. Subhanallah, Hussein mdogo wako wangapi? Yani hivyo huyu Hussein na Hasani hivyo Hussein mdogo wako wangapi? Mjukuu wako wangapi? Baba yako mwenyewe huwezi kumuita kwa jina lake hivi. Mjukuu mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ameita kwamba ni asada al-Hasan wal-Husayn sayyida shabab ahli janna. Mtume mwenyewe Rasulullah anamuita Hussein sayyid. Ukimuita imam kwa sababu wale wanamuita wewe anasema la, ni msamiati wa Kishia, hakuna kumuita Hussein imam, aitwa tu Hussein kavu. Lakini imamu wako wa msikiti unamuita imam.
Ndio sababu huyu ni ananani? Huyu kwa sababu Shia wanamtukuza na wanampenda, asiitwe imamu, na ule imamu tunampokonya kabisa. Abaki Hussein tu hivyo kavu. Hiyo unaona kuna changamoto ni nini hapa? Changamoto ndio hii tunazungumza, watu kutokuwa na insafu, watu kutokuwa na uadilifu, watu kuenda na hisia na mihemko na hamasa. Kwa sababu ukiangalia hasa Eva akimtaja Ibn Taymiyyah ni vipi? Sheikhul Islam. Sasa Ibn Taymiyyah Sheikh waweza kumfananisha na Imam Hussein alayhi salam? Kuna shehe mmoja wa Mombasa, sijui jina nilimsikia. Alikuwa ananukuu maneno, anasema kwamba ikiwa mashia, kuna mashia wengine ambao nasema wanaitakidi kwamba Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar wale maswahaba wanne ni makafiri, basi na yule ambaye anaitakidi kwamba mashia ni waislamu, kule kuitakidi kwamba wao ni makafiri na ni kafiri, ni kitu kama hicho. Kwamba yeye anaitakidi kwamba anaotoa mashia kwenye Uislamu kwa sababu wao wanaitakidi kwamba wale maswahaba wanne wale ni makafiri. Sasa kwa sababu wao ni makafiri, basi naye anatoa kwenye nini? Kwenye ukafiri. Sasa wao wanaongelea hizi propaganda ambazo zipo zinazozuliwa kuhusu mashia. Sasa unakuja kuona kwamba ni vitu ambavyo vinazushwa ili mradi kufanyaje? Yani sio hayo tu, utasikia kwamba hao Shia wanaitakidi kwamba wahi kupelekea Mtume Muhammad ilikuwa ni khiana ile amefanya Jibrili. Maneno gani ya kitoto haya? Ilikuwa ametumwa ampelekea Ali. Shekhi, sawir wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anapelekea wahi, Ali alikuwa na umri gani? Wengine wasema miaka 7, wengine wasema 10, wengine 12, wengine, lakini alikuwa bado ni mtoto. Sababu maneno masuni wengi walikuwa wanaambiwa hivi. Ndio hivyo ahlus sunna mara nyingi tulikuwa tukidanganya. Tena mashekhe wakubwa walikuwa kitudanganya, warongo wakubwa laanatullah alaihim. Shekhe, yani mtoto mdogo wa miaka 7, miaka 10, miaka 12 ndio apelekea wahi. Yani kwamba Ali kitoto cha miaka 12 au 14 au 13 ndio apelekea wahi. Idha kunta kadhuban fakun zakuran. Kwa nini mwanzo urongo namna hii, urongo unaoota pembe huu? Ndio hivyo watu walikuwa wakiambiwa. Lakini haya mmepata wapi? Anasema kuna Shia wanaitwa Ghurabia. Ghurabia uko wapi? Tarehe haijai kuwafahamu. Wanawafahamu wao peke yao. Ghurabia wanaitwa. Hata nilimsikia shekhe mmoja, shekhe mkubwa wa Kisuni, mtu amekaa na lemba lake msikitini anadanganya watu bwana. Shia Ghurabia uliwapata wapi? Uliwasikia wapi? Hebu tuambie kitabu kimoja cha Ghurabia. Madhahabu yao yako wapi? Wafuasi wao wako wapi? Maimamu wao wako wapi? Lakini zile propaganda, talfiq, atuham, kitu ambacho unachokiona hapo kikubwa ni nini mpaka inapeleka chuki, watu kutokuwa na uadilifu, kutokuwa na insafu, watu kutokumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio kitu ambacho ndio sasa Ustaz Shafi, kwamba katika Uislamu wetu tuliokuwa nao, ukija ukiangalia kwamba na hizi madhhabu tulizokuwa nazo, lengo kubwa za madhhabu tuliokuwa nayo, target kiini kikubwa ni tupeleke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba sisi tupeleke kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunjua njia sawa sawa. Mwenyezi Mungu asema qul kullu ya'malu ala shakilatihi wa rabbukum a'lam biman huwa ahda sabila. Kama hicho kila mmoja anafanya kwa njia yake, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio anafahamu nani mwongofu. Kuvuha madhhabu yote, kila mtu anafanya kwa namna yake, huwa anafanya hivyo, anafanya hivyo, lakini yote tutafuta nini? Radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna, mtume anawaambia wale makafiri, wa inna au iyyakum la ala hudan wa fi dhalalin mubin. Sisi ama nyinyi zeka tupo katika uongofu, tupo katika makosa. Hapo azungumza na kufara ambao kwamba qat'an wapo katika dhalal. Yasema wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Sisi ama nyinyi yuko mmoja katika sipo katika njia iliyonyoka au katika upotevu. Sasa pale mtu ndo aangalie sasa hivi. Na kwa haiwezekani kwamba mtu unasimama mbele za watu kwamba wewe peke yako ndo anta faqat alladhi tamliku alhaqiqata almutlaqa. Wewe ndo unaumiliki kweli usiopingika. Na kitu kingine pia katika hilo swala kwamba sisi tuepukane sana na kutetea madhhabu, kutetea magrupu ambayo tuko nayo. Sisi hizi tunaita ni madarisi tu. Tujitahidi sana
kwenda katika usawa na ukweli. Usawa na ukweli na kuwa na insaf. Lakini sisi tumeweka kwamba madhhab ndo kama ghaya, ndo lengo. Madhhab ndo iko mbele kila kitu. Tuko tayari kuvunja miko yote ya dini kwa sababu ili tutetee grupu letu au kundi letu. Tumejaliwa kwamba madhhab ni ghaya. Na kumbe hizi ni wasila. Kwamba sasa kuna haja sisi katika jamii pia na jamii wale ambao ni wafuasi waweze kuelezea jamani, haya madhhabu ni njia ambayo inatupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na madhhabu inawezekana madhhabu tuliokuwa nayo mimi inawezekana nikawa sawa sawa, ama yule akawa sawa sawa, ama mimi nikakosea yule akapatia. Inabidi tukiona nadharia hii naona hata ile ikhtilafu kuwa ni uadui inaweza kaondoka. Naam kabisa. Yani unajua tunaaminisha watu kwamba mtu ukiwa katika madhhabu fulani ndio umepotea, au mtu ukiwa katika madhhabu fulani wewe ndio mtu wa peponi. Yani hatuambii watu kwamba jamaa kitakachokuingiza peponi na amali zako ni kumwabudu Mola Subhanahu wa Ta'ala, ni kuacha maasi na kadhaa. Mtu aseme yeye Sheikh, acha njia uliyokuwa nayo, njoo katika njia ya sunna Sheikh ndio uende peponi. Ala, kumbe ukishaingia tu katika dhehebu lao tayari. Siku moja na soma comment anasema sisi tunaangalia tu siku ya kiyama, sisi tutakapokuwa katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunakunywa maji. Tutakapokuwa na mtume wetu tunakunywa maji, nyinyi watu wa bid'a mtakuwa mnasaga meno kweli kweli. Nikasema subhanallah, msamee huyu hadithi ya mtu kisema, sababu kisha aminishwa kwamba yani kashapewa pepo tayari, kashapewa haudhi yao tayari, washapeana kila kitu, washapeana. Ndio kwamba sasa ili changamoto la wale ambao wanaolingania, wale wanawafundisha, lakini hata vitabu pia wanavitumia, merengo ndo hiyo. Wanaaminisha kwamba ukiwa katika madhhabu fulani tayari umeshaongoka. Yani ufanye matendo mema, usifanye matendo mema. Si yule mmoja aliwaambia watu msikitini kwamba siku ya kiyama huwa watu ule usiku kwanza tu watu kuingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hatolala mpaka aende kule motoni akawachukua watoto walete peponi huko. Siku kwanza tu, kwa hivyo hakuna haja ya moto. Kupeana matarajio hewa ndio kitu kilichoenea. Hujja hawana. Wanaendelea. Na sasa tushafu kwamba pia nafasi sasa kuongea mfano na vijana wa kitarika na Waislamu wote na wa madhhabu yote. Ni ujumbe gani ambao unatamani vijana wafahamu? Mimi kitu ambacho kwamba mara nyingi napenda kinachoniumiza katika moyo wangu ni kuona vijana wa kitarika katika upande wa elimu huko nyuma hawasomi, na ukiwaambia hawakubali, kwambia soma Sheikh usiku kuja. Mtu ushinda na mbadul fiqh kuanzia usiku mpaka jioni, miaka miwili wewe wasoma wewe. Unajua kuna baadhi ya watu huwa wataelewa. Siku anaongea hivi mtu asema muone sitasoma usiku kucha, ameshika sio hivi mbadul fiqh sio video gani. Mimi tunapozungumza kusoma hatumaanishi mtu kusoma mabadul fiqh na risalatul jami' na risalatani Sheikh. Hii sasa wewe umesoma. Yani katika watu waliosoma nao si tunasoma badul fiqh bwana, wewe una akili sawa sawa. Mimi nawaambia hivi, wewe una akili sawa sawa. Tunapozungumza kusoma hatuzungumzi hivi. Tunazungumza watu kusoma elimu za juu. Watu wasome aqida, wasome usulul i'tiqad. Sisi tumesoma aqidatul awam. Ushaambia aqidatul awam. Aqida awam watu wa kawaida ni si wasome. Hapa ni tuko vizuri sana. Sasa hapa ndo kama ile maneno Ibn Taymiyyah aliyokusema kwamba mtu akisoma nusu na ni kama vile tabibu nusu, kwamba huyu akienda kwenye jamii lazima tu ataharibu. Sasa tunawaambia vijana wasome, lakini si kusoma peke yake. Yani wawe na ile ghera, wivu ya kuitetea tariqa, wivu ya kuitetea zile usuli i'tiqad za Ahlus Sunnah wal Jamaa. Alafu wana istimrari katika kusoma, alafu jitokeze katika sahat, katika viwanja. Yani ile haraka ionekane, misikiti huishwe. Sasa hivi misikiti yetu ya kitarika watu wakishamaliza kusoma basi wazee wanakaa tu pale nje wanakunywa kahawa na alkasusi, basi intaha mada. Hakuna harakati yote, hakuna durusi na msikitini. Vijana hawaonekani katika halakati, hawaonekani katika durusi kama hivi. Utaona tu ikiwa hafla iko hapa ya matari na mchele huko, ikiwa hafla ya kukohoa iko na pilau liko, watajaa hivi hata usiwaalike. Hii ndo tariqa. Mambo lazima tukubaliane, lazima wabadilike, yani tubadilike yani. Na
ujumbe kwa Waislamu wote wale ambao pia vijana ambao nani. Hapo umeongea kwa matwarika, kuna wale wengine masalafi hawajaingia hapo. Sasa kwa Waislamu wote ni kitu gani na kuhusu madhahabu pia? Umuman hizi madhahib ni madarasa tu, hizi ni vyuo tu vya kutufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe asema alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, walojipinda kwa ajili yetu tutaongoza njia zetu. Njia kumfikia Mwenyezi Mungu si moja pekee yake, ni subul ni nyingi. Inaweza kawa hii, inaweza kawa inaweza kawa zote njia za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo sote kitu ambacho kwamba yatakana tuweke ni Mwenyezi Mungu mbele. Tusiweke madhhabu mbele. Tusiweke maraki zetu mbele. Tusiweke maimamu wetu mbele. Tumweke Mwenyezi Mungu. Ndio manake unaweza kuongea na yule, unaweza kuwasiliana na yule, unaweza kumfanyia insafu yule, unaweza kufanya uadilifu yule, lakini kuweka madhhabu yako utamchafua yule ili ubaki peke yako. Ni kama vyama vya siasa. Yaani wewe kuwako katika ulingo ni kumchafua yule ili wewe peke yako ndio ubaki msafi. Kama mtu amesimama jukwani badala aseme sera zake, anamtukana yule, anamshambulia yule, maana yake anakujenga kisaikolojia kwamba uone wote hawafai, yeye peke yake. Ndio kitu kinachofanyika sasa. Lakini hapana kwamba maimamu, hata wale maimamu pia walikuwa na, hata Imam Malik alisema kullu wahid min yu'khadhu qawluhu, kullu minna yu'khadhu minhu au yu'khadhu qawluhu au yuraddu wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr. Kullu minna yu'khadhu qawluhu wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr. Tume peke yake, kila mmoja katika yetu sisi tunaweza inachukulia kauli yake, inaweza kukataliwa, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake ndio ambaye kwamba kauli ikisihi kutoka kwake hakuna mizozo. Imam Malik Imam Dar ahli al-hijra radiyallahu ta'ala anhu anafundisha kwamba sisi wafuasi wake kwamba kile kinachotoka kule kwamba ndo sawa tu. La. Kinaweza kuwa ni cha sawa, lakini kinaweza kuwa ni cha makosa. Isipokuwa kwa Mtume Muhammad Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye ambaye kwamba kauli yake la yurad. No. Basi naamini mpaka hapa hata mtazamaji wetu akiwa amefuatilia kwa ile mswafi na kutaka kuelewa, naamini atakuwa ametoka na ujumbe. Na naamini inshallah kuhusu ushabiki tupunguze, kwamba pia na tuwe ni watu ambao kufuata ukweli na haki. Alafu pia tuendelee pia kusoma ili tuweze kutafuta zaidi na kujua zaidi wa kweli ni akina nani. Tusiende ni watu ambao kushabikia kama timu kwamba hivi na hivi. Naamini inshallah na sisi tutaendelea kuwa na halaka kama hizi kwa ajili ya kuzinduana na kuambiana katika mambo ambayo mara chache sana ukakuta sehemu zingine wanaambiwa maneno kama haya. Ni sehemu chache sana, lakini sisi tunajitolea, japokuwa ndo ile ukiongea ukweli lazima ukubali gharama zake. Gharama za ukweli ni kubwa. Ni ngumu, kama vile unakuta mtu anaitwa Shia sijui nini, changamoto ni nyingi, lakini inshallah naamini Allah subhanahu wa ta'ala atatusaidia. Na watakaoelewa naamini ndio watakuwa ni watu wa kweli, sio washabiki. Tutakuwa na watu wa kweli ambao sio washabiki, lakini wale wengine ambao watakuwa wanashabikia, naamini inshallah itakuwa so fungu letu inshallah. Mpaka hapo na neno la kumalizia? La, tushamaliza. Mpaka hapa tukome.